Haleluya, haleluya. Kwa majina naitwa Elias Dedede. Ninamshukuru Mungu sana, nimepata neema tena kukutana na viongozi tena. Somo letu ni uongozi wenye matokeo. Leo tunajifunza somo muhimu sana kama viongozi, linalohusiana na uongozi wenye matokeo. Huu si uongozi wa jina au nafasi, bali ni uongozi unaobadilisha maisha ya watu na kuacha alama ya kudumu. Uongozi unaweza kuelezewa katika njia kuu mbili. Njia ya kwanza, uongozi ni ushawishi wa kuwavuta watu kufuata mwelekeo fulani. Au uongozi ni ugunduzi na utekelezaji wa kusudi. Hivyo basi, tunaweza kusema uongozi wenye matokeo ni muunganiko wa ushawishi, kusudi na maendeleo ya watu. Nguzo ya kwanza ya uongozi wenye matokeo ni kusudi na maono. Kiongozi wa kweli lazima ajue kwa nini yupo. Hili ndilo tunaloliita kusudi. Bila kusudi, hata ukipewa nafasi ya uongozi, utaongoza bila mwelekeo. Lakini kusudi peke yake haitoshi. Unahitaji maono. Maono ni uwezo wa kuona kesho kabla haijafika. Biblia inasema katika Misali 29:18, pasipo maono watu huacha kujizuia. Kiongozi mwenye matokeo anaelewa wito wake. Anaona mbali. Anaweza kueleza maono yake kwa wengine. Hebu tujiulize swali hili muhimu. Je, unajua kusudi lako? Je, una maono yanayoongoza maisha yako? Nguzo ya pili, ushawishi na mahusiano. Uongozi si kulazimisha watu, bali ni kuwavuta kwa hiari. Hii ina maana kuwa watu hawafuati cheo, wanafuata mtu. Mahusiano hujenga uaminifu, ushawishi hutokana na tabia, si mamlaka. Hivyo basi, kiongozi wa kweli anajali watu, anasikiliza watu, anajenga uhusiano wa karibu na watu. Swali la msingi, je, watu wanakuja kwako kwa hiari au kwa sababu tu ya nafasi ulionayo? Nguzo ya tatu, tabia na uadilifu. Hakuna uongozi bila tabia. Tabia ndio msingi wa uongozi wa kudumu. Uaminifu ni mtaji wa kiongozi. Biblia inasema katika Luka 16:10, aliye mwaminifu katika lililo dogo atakuwa mwaminifu katika lililo kubwa. Kiongozi mwenye matokeo anaishi kwa kile anachosema. Anasimama katika ukweli. Hafanyi mambo kwa siri tofauti na hadharani. Uongozi wa kweli huanza ndani ya moyo, si nje kwa watu. Nguzo ya 4 ya uongozi, kuinua na kuendeleza wengine. Hii ndiyo alama kubwa ya kiongozi wa kweli. Kiongozi mwenye matokeo huongeza thamani kwa watu. Hutoa uwezo uliopo ndani ya wengine. Hafanyi kila kitu mwenyewe. Hufundisha na kuendeleza wengine. Ukifanya kila kitu mwenyewe, wewe si kiongozi. Ni mfanyakazi mwenye majukumu mengi. Jiulize swali hili muhimu. Ni nani unayemuinua leo kuwa bora zaidi? Nguzo ya 5 ya uongozi, nidhamu na uwajibikaji. Hakuna mafanikio bila nidhamu. Kiongozi mwenye matokeo ana ratiba ya kujikuza. Anawajibika kwa matokeo. Hakimbii makosa. Mtu asiyejitawala hawezi kuongoza wengine. Uwajibikaji hujenga uaminifu na nidhamu hujenga mafanikio. Hebu tuone mfano wa Musa katika Biblia. Alikuwa na kusudi kuwaongoza watu wake. Alikuwa na maono ya kuwafikisha kwenye nchi ya ahadi. Lakini alijifunza kuwa hawezi kufanya kila kitu mwenyewe. Katika Kutoka 18, alishauriwa kugawa majukumu. Hapo ndipo alipoanza kujenga viongozi wengine, kusimamia mfumo na kupata matokeo makubwa zaidi. Somo hapa ni wazi. Kiongozi mwenye matokeo hujenga mfumo wa watu, si kufanya kila kitu peke yake. Hitimisho. Ndugu viongozi, uongozi wenye matokeo si cheo,
si jina au mamlaka, bali ni kusudi linaloonekana, ushawishi wa kweli na watu wanaokuwa kupitia wewe. Hivyo basi, anza leo. Gundua kusudi lako. Jenga uaminifu wako. Chagua mtu mmoja wa kumuinua. Kwa sababu uongozi wa kweli hauonekani kwa kile unachofanya peke yako, bali kwa kile kinachoendelea hata baada yako kuondoka. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.